Watu wengi sana wanadhani ya kwamba ndoa za Kikristo ni vifungo, kwamba huwezi ukaacha na kuoa tena. Msidanganyike, narudia, na walimu wataabisha kama mnyama, anawapa option itakawapeleka jehanamu. Yesu anasema alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Ukioa mke wa pili wakati wa kwanza yuko hai, wewe ni mzinzi. Ukiolewa na mume wa pili wakati wa kwanza yuko hai, wewe ni mzinzi. Hata kama mahakama imetoa talaka, mahakama kama hicho. Kwa hiyo kuna taratibu fulani hivi ambazo za kimapokeo zimefanya kuona kama ndoa ya Kikristo hainaga option, yani ukiingia umeingia. Habari ndugu zangu, nimekaa hapa leo kwa sababu moyo wangu umekuwa na mzigo mzito sana. Nimeona clip ya Pastor Myamba akizungumzia ndoa na nimeona maelfu ya watu wakishangilia mafundisho yale. Ndugu zangu, tusiwe pesi kushangilia kila faraja tunayopewa mtandaoni. Pastor Myamba amesema ndoa ina option. Amesema unaweza kuachana na mkeo au mmeo asubuhi na kuoa mwingine mchana ikiwa kuna usaliti au kuachwa. Inasikitisha sana sana sana, na ndio imenifanya nije mbele yenu tuweze kuzungumza. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 5 mstari wa 31. Imenenwa pia mtu akimwacha mkewe na ampe hati ya talaka, lakini mimi nawaambia kila mtu amwachaye mkewe isipokuwa kwa habari ya uasherati amfanya kuwa mzinzi, na mtu akimwoa yule aliyemwacha azini. Angalia, anakemea habari ya talaka, lakini anaielezea ya kwamba isipokuwa kwa uasherati. Maana yake nini? Kama uko na mtu mwasherati, huyo mtu una uwezo wa kuachana naye na haufungiki. Yani umeolewa na mtu ama umemuoa mtu, lakini bado ana mambo mengi kweli kweli. Akipita ex wake yuko naye, mara leo yuko hivi, yani hana utulivu, ni uasherati ule. Biblia inasema hivi, haufungiki. Achana naye, njoo pata mtu wako mzuri mwingine. Mapema sana asubuhi tunafunga ndoa, imeisha hiyo. Kwa sababu gani? Ndio Biblia inavyosema. Umesikia hapo? Pastor Myamba anasema uasherati ni ruhusa ya kuoa tena, lakini hapa ndipo tunapopotea. Katika lugha ya asili ya Kiunani, neno lilotumika kwenye Mathayo 19:9 ni porneia. Je, unajua maana ya neno porneia katika muktadha wa hiyo Mathayo? Najua wasomi mnasema porneia ni neno pana. Ni kweli, inaweza kumaanisha uchafu wote wa kingono. Lakini kwa nini Mathayo anatofautisha na mocheia, yani uzinzi? Katika Mathayo 15:19 Yesu anataja dhambi hizi mbili pamoja, lakini akionyesha utofauti. Uzinzi ambao ni mochea na uasherati ambao ni porneia. Ikiwa neno porneia lingekuwa linamaanisha uzinzi wa ndani ya ndoa, Yesu asingetumia maneno mawili tofauti kwenye sentensi moja. Ila anapotumia porneia kwenye Mathayo 19:9 analejea muktadha wa Kiyahudi wa betrothal, kipindi cha kuposwa. Hii inaitwa Matthean exception, ambayo haipatikani kwenye Marko 10 na Luka 16, kwa sababu Marko na Luka waliandika kwa watu wa mataifa ya Gentile ambao hawakuwa na mfumo wa posa wa kisheria kama walivyo Wayahudi. Hapo ukigundua chumba wako si mwaminifu kabla mliakaa pamoja, hapo ndipo unaruhusiwa kumwacha. Uasherati unaozungumzwa hapo unahusu kipindi cha posa au chumba. Nyakati za Biblia ilikuwa ukishamposa mliitwa mume na mke. Utaweza kusoma tu mwenyewe katika Kumbukumbu la Torati 22:23 mpaka 24. Utaona hilo. Ni kama vile Yusufu alivyotaka kumwacha Mariamu. Ukishakuwa ndani ya ndoa, kosa hilo linaitwa moicheia, na hapa hakuna talaka. Ila kabla ya ndoa, kipindi cha uchumba, ndio ile tulizozungumza, inaitwa porneia. Mfano, tuangalie wanazuoni wakubwa wanazungumza nini kuhusiana na hili neno. Mfano, Dr. John MacArthur anasema in Jewish context of Matthew
gospel, porneia refers a premarital injustice discovered during the betrothal period. Once the marriage is consummated, the union is unbreakable covenant. Yani kwa tafsiri katika muktadha wa Kiyahudi ya Injili ya Mathayo, porneia inaelezea zaidi kumaanisha ukosefu wa uaminifu kabla ya ndoa uligundulika wakati wa kipindi cha posa, kama ilivyokuwa kwa Yusufu na Mariamu. Ndoa ikishakamilishwa, yani consummated, muungano huo ni agano lisilovunjika. Tafsiri nyingine ya The Jane Bible Note ya mwaka 1999 wanalielezea hivyo, wanasema the exception of fornication applies to the time before the full marriage is acknowledged, for marriage is holy bond which men may not put asunder. Yani tafsiri tungesema isipokuwa kwa uasherati, yani fornication, inatumika wakati ambapo ndoa kamili haijatambulika rasmi, yani kabla ya kuanza kuishi pamoja. Kwa maana ndoa ni kifungo kitakatifu ambacho mwanandoa haruhusiwi kukitenganisha. Jambo jingine lilo sumbua amefungua ile Wakorintho wa kwanza 7:15, anasema ufungike, akiwa anamaanisha kwamba unaweza kuolewa tena. Hebu tujiulize nini maana ya hiyo neno ufungike. Pastor Miamba anasema hivi, sikiliza clip yake. Tuangalie Paulo anasema nini kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 7 mstari wa 15. Anasema hivi, lakini yule asiyeamini akiondoka na aondoke, hapo huyo ndugu mume au ndugu mke hafungiki. Yani ishu za kiimani, mtu anakuja umeokoka na kuambia mimi sitaki wokovu wako kuanzia leo, kama vipi basi naondoka. Biblia inasema mwacha ondoke, uendelea kumshika Yesu wako, mwacha ondoke. Ukitaka kuolewa ama kuoa tena hufungiki, unafunga ndoa vizuri kabisa, unaburuza shela lako kule na uko salama. Anasema huyo asiyeamini akitaka kuondoka, wewe ufungiki, nenda kavae shela, kwa maana nenda kuolewa. Ndugu zangu, neno ufungiki, neno lilotumika oudedoulotai, halimaanishi kuwa upo huru kuoa mwingine. Hebu tuingie kwenye Strong Greek Lexicon, kamusi inayoheshimika na wasomi wote. Hii inatoa hoja hivi, hii inaelezea ile hoja ya ufungiki na maanisha nini. Mfano inasema hivi, hiyo tafsiri, the word dedoulotai from doulos means under control of master in slavery. It refers a state of bondage, not the dissolution of the marriage covenant itself. Hiyo ndio tafsiri ya Kiingereza, lakini kwa Kiswahili tungeweza kusema neno hilo dedoulotai inamaanisha kutokuwa chini ya utawala wa bwana au kutokuwa mtumwa. Linazungumzia hali ya utumwa, halimaanishi kuvunjika kwa lile agano la ndoa lenyewe. Ndugu zangu, hapa Paulo anasema mwamini si mtumwa wa kumlazimisha asiyeamini kubaki, lakini hajapewa kibali cha kuvunja agano alilowapa mbele za Mungu. Tafsiri nyingine mfano ya Matthew Henry Commentaries kuhusiana hiyo wa Korinto wa kwanza 7:15. Huyu ni mwanazuoni anayeheshimika sana katika kanisa la karne ya 17. Yeye anasema hivi, the marriage bond is not dissolved by such decision. The brother and sister not in bondage, but this does not imply a liability to marry again while the former partner lives. Tafsiri ya Kiswahili tungeweza kusema kifungo cha ndoa akivunjwe na kitendo hicho cha kutelekezwa, yani kuondoka. Ndugu mume au mke afungiki, lakini hii haitoi uhuru wa kuoa au kuolewa tena wakati yule mwenza wa kwanza akiwa bado yuko hai. Unaona, Matthew Henry anasema wazi, kuondoka kwa mtu haivunji ndoa yako mbele za Mungu. Lakini Miamba anasema vaa shela. Matthew Henry anasema ndoa bado ipo. Tuona jinsi ambavyo hawa wafahamu. Kuna mwingine huyu anaitwa James Fawcett Brown, Bible Commentary. Hawa ni wasomi wa lugha ambao huchambua maana ya ndani ya maneno kama hayo. Mfano hilo neno nasema God hath called us to peace. Therefore the believing part is not bound to force unbelieving part to stay, causing constant strife. However, the spiritual tie remain before the God. Tungeweza kuisema hii tafsiri hivi,
Mungu ametuita katika amani. Kwa hiyo upande wa muamini haulazimiki kumlazimisha yule asiyeamini abaki na kusababisha ugomvi usioisha, hata kama kifungo cha kiroho kinabaki pale pale mbele za Mungu. Amani tunayoitwa nayo ni amani ya kutopigana na mtu anayetaka kuondoka, si amani ya kwenda kuzini na mtu mwingine asubuhi na mapema. Sicho kilichokuwa kinamaanishwa. Tumalizie hii nukuu ya John Wesley, huyu muasisi wa Methodist. Wesley alikuwa na msimamo mkali kuhusu utakatifu, wengi tunafahamu. Yeye anasema hivi katika nukuu yake mojawapo, nothing but not death cannot dissolve the marriage bond, even if the other part is not free to join with another while the first is living. Kwa tafsiri ya Kiswahili unaweza kusema hakuna chochote isipokuwa kifo kinachoweza kuvunja kifungo cha ndoa. Hata kama mmoja akiondoka, mwingine hana uhuru wa kuungana na mwingine wakati yule wa kwanza akiwa bado yuko hai. Ndio tafsiri ya John Wesley. Wewe unasema hivi ni nini? Nimalizie hoja hii. Alitoa mfano wa mama mmoja ambaye yeye anaeleza walikuwa anaishi na mume wake, akasafiri, baadaye akarudi na mtoto, wakati yule mwanaume alikuwa amemwacha hana mtoto wala hawajakutana kwa muda mrefu. Kwa hiyo utamsikia kwa hiyo anaelezea huyu mwanamke turudi na mtoto wa nje, anasema vunja ndoa asubuhi na mapema. Sasa nikupe tu story moja. Kuna ndoa moja nilifungisha, alafu bibi kaondoka kaenda huko Morogoro, kakaa muda mrefu, karudi na mtoto. Yani kwa mahesabu yote ya kisayansi na ya kiroho yanaonyesha kwamba yule mtoto, yani kwa muda walioachana na umri wa mtoto na muda walioachana, yule mtoto ametokea kwa baba mwingine. Unafanyaje? Ni vizuri, jibu ni jepesi sana. Unamwita, unaibreak hiyo ndoa, unafuata taratibu zote za utaratibu unaotakiwa kufuatwa. Mtu hafungiki, ana uwezo wa kuendelea na ndoa yake nyingine vizuri, na ni Mkristo. Ndugu zangu, huu ni ushauri wa asili, si ushauri wa kibiblia. Ukiwa Mungu angekuwa na msimamo wa miamu, na Hosea asingekuwa na ndoa. Mke wa Hosea, yani Gomeri, alizini na kuzaa watoto nje. Na je, Mungu alimwambia nini? Alimwambia vunja ndoa asubuhi? Hapana. Ukisoma Hosea 3 mstari wa 1 inasema, mpende mwanamke apendwaye na rafiki yake, naye ni mzinzi, kama vile Bwana apendavyo wana wa Israeli, ingawa wamegeukia miungu mingine. Mungu anasisitiza upendo wa agano hata katikati ya usaliti mkubwa na hiyo kwenye ndoa. Ndoa ya Kikristo ni agano, ndugu zangu, covenant, si mkataba wa biashara kwamba mmoja akikosea mkataba unakufa. Ndoa ya Kikristo haina option, wala usidanganyike. Ina agano linalovunjwa na mauti pekee. Nyambe anataka kufanya ndoa iwe rahisi kama kununua vazi la maagizo. Ukichoka hilo unavaa jingine, jambo ambalo sio kweli na ni uongo wa kuzimu na sio wa kufuata. Labda nizungumze na wewe katika kwenda kumalizia mambo machache. Nakubali kabisa ndoa nyingi zina maumivu, ni kweli kabisa. Kuna usaliti mkubwa unaweza kutokea ambao wakati mwingine ni ngumu kuelewa, lakini suluhisho si kuvunja amri ya Mungu, ni kutafuta faraja kile Mungu kufanya hivyo. Ni ambaye anasema hata ukioa mwingine utaenda mbinguni ukiwa mtakatifu. Lakini Biblia inasemaje katika Warumi 7:3? Inasema, basi wakati hawapo hai mume kama akioa mwingine huitwa mzinzi. Ye mzinzi andawezaje kuwa mtakatifu na kuingia mbinguni bila toba na kuacha huo uzinzi? Msidanganye ndugu zangu, ndoa sio maigizo ya filamu. Ndoa ni agano la damu. Ndugu zangu, msidanganyike. Narudia, na walimu wataabisha kama mnyama, anawapa option itakawapeleka jehanamu. Yesu anasema alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Ukioa mke wa pili wakati wa kwanza yuko hai, wewe ni mzinzi. Ukiolewa na mume wa pili wakati wa kwanza yuko hai, wewe ni mzinzi. Hata kama mahakama imetoa talaka, mahakama ya mbinguni haijatambua kitu kama hicho.
ya kwenda motoni. Ndugu yangu, kama mkeo amekuacha au mumeo amekusaliti, unaweza kutengana naye kwa usalama wako tu, yani separation, lakini huwezi kuoa mwingine au kuolewa, ni mpaka kifo kiwatenganisha. Hii ndio kweli inauma, lakini ndio kweli unaonyooka. Na tukumbuke kile nilichofundisha, mafundisho ya mume mmoja mke mmoja ni kwa watu wote. Mungu anachukia kuachana na sana. Kwa hiyo usichukuliwe na hivi vitu. Wengi wanaofahamu neno la Mungu kwa namna hii wanaweza tu wakachukua maandiko ili wakaungaunga na hapa, wasijue muktadha wa maandiko yanazungumza nini. Kama tulivyoona hapo, wamechukua maandiko, Yesu kasema isipokuwa kwa uasherati. Wakisezani uasherati ni tendo linalofanyika watu wakiwa ndani ya ndoa. Tunapotaka kuelewa Biblia, tafuta muktadha wake, ujue nini kilichokuwa kinamaanishwa hapo, ili usije ukadanganywa na walimu ambao wengine wameshindwa maisha, wameshindwa viwango vya namna hiyo kwa sababu ya changamoto walizokutana nazo. Kwa ili kuendelea kujifariji, na kwa sababu wanajua tuna matatizo, wanatumia matatizo yetu kutufariji. Hawa ni watufariji wa kutaabisha. Usiwasikilize. Hata kama unapitia kwa kipindi kigumu, Mungu ndio maana kaweka, kasema samehe 7 mara 70. Msamaha upo. Sisi wenyewe tunamkosea Mungu mara ngapi? Tunapofanya mambo ya dunia, Mungu anasema kuipenda dunia kwenye tunahesabika kuwa ni wazinzi. Sasa je, Mungu naye tunapokuwa tunamkosea anaacha kutusamehe kwa sababu tunafanya uzinzi? Mara ngapi tunakaa tunakosea, lakini Mungu anatusamehe. Kwa ikiwa mwenza wako hata kama mmetofautiana, mmesalitiana, mnaweza kupatana, mnaweza kusameheana ikiwa nataka kweli kwenda, lakini sio kukaa kujifariji. Mwenza wenzako yupe tunasema unaoa kwa sababu huku kwetu anaruhusu, mchungaji wako ana mbingu, askofu wako ana mbingu. Mwenye mbingu Yesu amesema haiwezi, hakuna mwanadamu anaweza kutenganisha. Mbingu ni ya Yesu Kristo, sio ya huyo mchungaji wako. Usianganyike, ninakuonya sana sana sana, usisikilize hawa wanaokaa kudanganya, kwani maandiko hayapingani. Aliyesema mpaka huyu afe wala hatofautiani na Paulo, ndo yule aliyesema mpaka kifo kiwatenganishe. Yesu aliyosema hapa akasema kwamba mpaka mume au mke afe. Maandiko hayapingani. Kwa ukiona mtu anapindisha tu maandiko, ufungiki, uko huru. Nani kakwambia uko huru? Mungu akubariki ukitaka kumsikiliza. Ikiwa umepata ujumbe huu umekubariki, unaweza kushare pia kwa wengine. Asante. Naitwa Charles Mwaisemba, Shujaa Charles Mwaisemba, au wewe unifahamu kama Shujaa CRM. Asante sana kwa kunisikiliza. Naamini utafanyia kazi haya unayosikia.